utambue kwa habari ya maombi ya wewe. So kuna mtu anaweza akawa anatembea na anazungumza tu mwenyewe tu, unafikiri kwamba ni chizi. Hapa kuna vitu anaviwaza ndani ya moyo, vimetengeneza kitu ambacho amevipa nafasi, so vikaanza kujeruhi moyo. Anasema mwenyewe, wengine anazungumza kwamba nitapata wapi hela, nitapata wapi hela ili watoto wangu waweze kwenda shule, nitapata. Atendea mwenyewe anazungumza, nitapata wapi hela ili kusudi wanangu wapate kula. So hiyo ni kitu ambayo inaweza, ndio maana maandiko yanasema mnawaza nini juu ya Bwana. So lazima uwe na mawazo mazuri juu ya Bwana ili Bwana aseme na wewe. Bwana Yesu asifiwe. So ukikosa mawazo mazuri ya kuziwazia mbingu, wewe unakuwa umekamatwa na adui, na tayari adui amechukua mawasiliano. Usije kuwahi kunyang'anya mawasiliano na shetani. So mawasiliano, unaona, ni kama simu ya mkononi. Mtu mwingine akichukua simu yako akaondoka na watu wakikupigia watakupata, kwa sababu watakuwa nampata yule mtu, ila sio wewe mhusika wa jambo. So wanaahirisha kusema jambo lao kwa sababu sio mhusika. Kwa hiyo adui mwenye simu za roho watu. Bwana Yesu asifiwe. Unarudi kwenye nafasi yako. Unarudi kwenye nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amewanyang'anya simu za roho. Hizi simu za roho amezikamata na kuzishikilia na kuambia kwamba sikupi wala sikurudishi. Kwa nini? Masaa yote afarakane na nani? Na Mungu. Hiyo ni njia namba moja. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya kuongea na Mungu namba moja ni njia ya maombi ya wewe. Namba 2, andika namba 2 ni kupitia shukrani. Kupitia shukrani. Andika neno kupitia shukrani. Okay. Kupitia shukrani. Nilisema hapa Jumapili kwamba shukrani inaweza kukupa nafasi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi sana watu wamejisahau kwenye kitu kinachoitwa kushukuru au shukrani. So ukianzisha shukrani inaweza ikaanzisha mazungumzo mazuri na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanachukulia tu ni jambo la kawaida au la ziada, jambo linaloitwa nini? Shukrani. So ukisahau kushukuru, umesahau kumwambia Bwana akupe tena. Bwana Yesu asifiwe. Ila ukiwa na shukrani au ukiwa umebeba moyo shukrani, Mungu huwa anakumbuka na kusema huyu ni mwanangu. Unajua nini? Katika kushukuru hatushukuru tu kwa mazuri. Katika kushukuru tunashukuru tu hata kwa mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Ili uonekane kuwa umekomaa kiroho, nawe ni rafiki wa Mungu, unahitaji kushukuru hata kwa mabaya. So mtu mmoja anaitwa Ayubu. Ayubu alipitia mateso makali sana. Na Ayubu, maandiko yanasema alikuwa mchaji, alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa mpaua, alikuwa rafiki wa Mungu. Lakini mambo mengi yakaruhusiwa na Mungu ili kusudi ampate nani? Ayubu. Ayubu yalipompata yale mabaya, akaanza kusema, hata hili ni jema. Akasema Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina lake litukuzwe. Alimshukuru Mungu hata kwa mabaya. Hakuweza kuacha tu kwa mazuri, aendelee kumshukuru. Watu wengi sana, sikieni kwambie, watu wengi sana wamekuwa wakimshukuru Mungu kwa mazuri tu. So yale mabaya kigeuka, huyu anaanza kutengeneza shida na Mungu. Anamwona kama Mungu sio mzuri tena, anamwona kama Mungu hafai tena, kwa sababu amempeleka kwenye mabaya. Sikieni kwambie, huyu Mungu anaweza kupeleka kwenye mabaya na kukutoa kwenye mabaya, ili ukishukuru anajua namna ya kuweza kukupeleka. Bwana Yesu asifiwe.